Aprili mwaka 2025. Hujambo na karibu katika kipindi chetu kipendacho Mwanga wa Jamii, nikiwa na muda wako Josh Jeff, pembezoni nikiwa na mwanahabari mwenza Shukran James. Mtazamaji, leo hii tutaweza kuzungumzia kuhusu swala la utumishi katika vijana. Kumbuka mtazamaji, unaweza kuungana nasi kupitia nambari ya fupi 21550. Vile katika mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram @mawastv au katika tovuti yetu ya barua pepe www.mawastv.co.ke. Mtazamaji, tunaelekea kwa masuala mafupi kisha tutaweza kurejea katika awamu ya pili ambapo undani. Kumbuka mtazamaji, endelea tu kusoma arafa yako kupitia nambari ya fupi 21550 kujadili kuhusu utumishi katika vijana. Kwa kunukuu ni kwamba leo tutaweza kujadili faida za utumishi katika vijana na hasara katika utumishi wa vijana. Kwa kwanza tu ni kwamba utumishi ni ile hali ya mtu kufanya jambo fulani bila kushurutishwa na mtu yote. Mtazamaji, kuna aina za utumishi katika vijana, na utumishi katika umma, utumishi katika siasa, vile utumishi katika nyumba ya Mungu. Endelea kutuma arafa kwa nambari 21550 katika channel yako ya Mawasti TV. Tutafungia swala la faida, labda kijana yule hapo nje unaweza kuchangia kujadili swala la faida za utumishi katika vijana. Katika kiwambo changu hapa katika kurasa wa Facebook, mashabiki washaanza kutuma jumbe zao. Namuona mzee Jay akisema hello hapo studio. Hello. Vijana katika utumishi umewasaidia vijana wenyewe kuwa na uhusiano mzuri na Mungu, ndipo kufanya maombi kujibiwa kwa wakati. Vile katika kiwambo changu hapa namuona Lengo Beso anasema hello studioni. Hello. Utumishi katika vijana unawasaidia vijana kujiepusha na anasa za dunia. Na ni kweli kabisa, kwa sababu tunaona kuwa kijana anayetumika katika kazi ya Mungu, Bwana ufa Mungu ndio anamzuia katika kufanya tabia hasi. Vile katika kiwambo changu hapa katika ukurasa wa Instagram namuona tu Michael akisema hello studio. Hello. Utumishi katika vijana umefanya ibada kufanyika kwa wakati. Na ni kweli ukichunguza vijana wengi kutoka makanisani kila siku ya Jumapili ili kuweza kufanya usafi kwa wakati unaofaa, hivyo kufanya ibada kufanyika kwa wakati unaofaa. Mtazamaji, naona jumbe zikiendelea kumiminika upande wa Facebook, lakini tuingie upande wa jumbe fupi. Hello hapo studioni. Hello. Tena katoe kutoka maeneo kwa ndani. Utumishi katika vijana unawezesha vijana kurahisisha kazi makanisani, mfano katika ujenzi wa kanisa. Vile katika kiwambo changu hapa naona jumbe inayosema hello hapo studio. Hello. Nijeni kutoka maeneo ya huduma, vijana wameweza kuwa mstari wa mbele kuhakikisha ibada makanisani zinakuwa zenye kufana zaidi. Na ni kweli ukichunguza vijana wengi kukutana kila siku ya Jumamosi ili kuweza kufanya mazoezi ya kufanikisha ibada ya siku inayofuata. Mtazamaji, labda tu kwa kumkumbusha za habari tutakazoletwa na Mabdo kwa mrefu ni kwamba vijana kutoka sehemu mbalimbali katika jumuiya ya Marafa kongamana katika kanisa kuu la Marafa Baptist. Benjamin Katana anawahimiza vijana kuhudhuria mafundisho. Hatimaye kwa mambo mengine mpaka tunaweza kufanyika mwezi Agosti mwaka 2025. Na baada ya siku chache zijazo tuweze kupata habari kamili. Na labda tumalizia wa mimi kwa ndio basi kutoka kisomo kujadili changamoto ama hasara anazokumbana nazo vijana wanapokuwa katika utumishi. Nambari za simu wazi 21550. Naona jumbe zishaanza kumiminika katika kiwambo changu kwa njia ya jumbe fupi. Hapo studio, Neema kutoka Waresa, vijana wanaofanya kazi ya Mungu ni wenye kudharurika hasa pale wanapoeneza injili nyanjani. Na ni kweli ukichunguza vijana wengi wanapokuwa nyanjani kueneza injili, watu wengi kusema kwamba wale wanajifanya wahubiri lakini matapeli. Hapo studioni, hello, Manuel kutoka Upendo anasema anaongeza kipindi. Vile katika ukurasa wa Instagram namuona Farm James kutoka Mawazo anasema vijana lazima waache kazi zao za kila siku ili kuweza kufanya kazi ya Mungu. Jambo hili huwa ni changamoto sana kwa vijana. Mtazamaji, hatutaweza kusema jumbe zote, labda tu kwa kunukuu wale waliotoa mchango wao kupitia kurasa zetu za kijamii na ukurasa wa jumbe fupi. Namuona Peter King kutoka Mwanzo, Sylvester Sid kutoka Mwanzo, Breton Mister kutoka Huruma na Mgule Junior kutoka Waresa na wengine wengi. Mtazamaji, tumeweza kufikia mwisho wa kipindi chetu cha Mwanga wa Jamii. Labda tu kwa kuachia swali, ni jinsi gani kijana ataweza kuepuka changamoto katika utumishi wake? Jibu swali kuzingatia kuwa swali kujibiwa na jibu, ile isiwe tamaduni mbovu iliyozoeleka ya swali kujibiwa na swali. Mtazamaji, kwa mafupi, tupate kama la maji kisha kurejea studioni kwa habari zingine. Ni Selema.
chaguo la waumini. Tuanze na vidokezo. Vijana kutoka sehemu mbalimbali katika juma Marafa kongamano katika kanisa kuu la Marafa Baptist. Mchungaji Benjamin Katana anawapongeza vijana kwa kujitokeza kwa mafundisho. Hatimaye kongamano hilo litafanyika mwezi Agosti mwaka 2025. Maandamano nasa ni kamati na kujina habari kamili. Vijana kutoka sehemu mbalimbali katika juma Marafa kongamano katika kanisa kuu la Marafa Baptist ili kuelimisha vijana kuhusiana na ujana katika utumishi. Ana maneno wanahabari wetu takambi katika maeneo hayo amjuze mengi kuhusiana na somo hilo. Na kupata murwa kabisa Bwana Shukran James kutoka maeneo haya ya Marafa, na nimeweza kukita kambi katika maeneo haya kwa siku hizi 3. Na baadhi ya makanisa yaliyoweza kuhudhuria mafundisho haya ikiwemo Kadhandani, Waresa, Upendo, Mawazo na makanisa mengine mengi kutoka eneo kati la Bungani. Na lengo la kukita kambi katika mazingira haya ni kuhudhuria mafundisho haya kwa siku hizi 3, ambapo vijana pamoja na viongozi wao wameweza kukongamana. Na somo lenyewe ilikuwa ni kijana katika utumishi, ambapo somo hili linaonekana kuwa lenye umuhimu zaidi kwa maana linawafundisha vijana hawa kujua majukumu yao katika kanisa. Na aidha mwalimu wao Bwana Samuel Rahisi anaopongeza vijana kwa kudumisha nidhamu katika mafundisho hayo, na pia anawahamasisha kwamba wakaweze kujitokeza kwa wingi katika mafundisho haya ili wakaweze kujengeka kiimani na kidini. Na pia vile mwalimu huyo anatoa pendekezo la kwamba vijana wakaweze kugawanwa katika makundi kuzingatia kile kitengo cha umri ili kutimiza matakwa yao. Lakini kauli hii inapatikana suluhu kutoka kwa mchungaji James Yongo ya kwamba vijana wote ni sawa na hivyo watafunzwa kwa darasa moja. Na labda vijana wataweza kutuambia mambo kadha wa kadha walioweza kujifunza kutokana na somo hili. Na kando yangu basi nikiwa na kijana mmoja, naye labda ataweza kutuambia mawili matatu aliyoweza kujifunza. Naam, hujambo? Sijambo. Nijuze jina lako kamili, kanisa unalotoka na umeweza kujifunza nini kuhusiana na somo hili? Kwa majina naitwa Michael Mwangi. Natoka kanisa la Huduma Baptist. Kwa kweli ni kwamba katika mafundisho haya tumejionea ufanisi mkubwa sana, kwa maana yamekuwa mafundisho mazuri. Tumejifundisha mengi tena zaidi, hususan katika utumishi. Tumeweza kujua utumishi ni nini, kwamba ni kutumika katika jamii, kuwaelimisha wengine, hasa katika masuala ya dini. Na kijana huyu basi anasema ya kwamba amejifunza utumishi kuwa na umuhimu zaidi, haswa kwa vijana, ambapo tunajulikana kwamba vijana ndio wenye nguvu ukizingatia swala la kidini. Na unawezaje kuambia vijana wenzako ambao hawakuweza kuhudhuria kongamano hili? Kwa wale ambao wamekosa pakubwa sana, kwa maana sidhani kama somo kama hili kwa mwaka huu litarudiwa, lakini kwa maana tumekuja mabalozi, tutaenda kuwaelekeza, lakini kusema kweli ni kwamba wamekosa pakubwa sana. Na basi anasema ya kwamba wale ambao wamekosa kuhudhuria kongamano hili wamepata hasara, kwa maana halitaweza kurudiwa tena. Na ule upande wa pili basi kuna dada mmoja naye labda atatujuza aliyoweza kujifunza. Naam, hujambo? Sijambo. Nijuze jina lako kamili, kanisa unalotoka na umeweza kujifunza nini kutokana na mafundisho haya? Kwa majina yangu kamili naitwa Stella Katui, natoka kanisa la Kiwandani Baptist. Nimejifunza katika mafundisho haya, nimejifunza sifa za Mungu, kuwa Mungu ni mwenye upendo. Na kijana anasema kwamba amejifunza kwamba Mungu ni mwenye upendo, hivyo tukazidi kudumisha upendo tukiwa nyanjani. Na unaweza kuambia nini vijana wenzako ambao hawakuweza kuhudhuria mafundisho haya? Vijana ambao wamekosa mafundisho haya wamekosa mambo mengi sana, lakini pamoja na hivyo wajitahidi kuhudhuria mafundisho, kwani katika baada ya vijana tunajifundisha mambo mengi katika maisha ya ujana.
Hivyo basi anawahimiza vijana wenzake wakaweze kujitokeza kwa wingi katika mafundisho ili wakaweze kujengeka kiimani na kidini. Na katika kongamano hili yule kiongozi mkuu wa jumuiya ya Marafa hakuweza kufika, lakini amewatuma wasaidizi wake wakaweze kumtambulisha, na labda pia nao wataweza kupendeza mambo kwa kiduchu walioweza kujifunza. Naam, habari yako kiongozi? Salama sana. Nijuze jina lako kamili, kanisa unalotoka, na uweze kutuambia ni faida gani ambazo kijana anazipata katika utumishi wa Mungu. Naam, majina yangu naitwa Benson Lengo na mimi nimetoka kanisa la Burubo Baptist. Katika mafundisho haya semina hii tumesoma baadhi ya mambo ambayo yanatusaidia kama Wakristo ama kama vijana katika swala ama faida la utumishi. Tunaona kwamba tukiwa tunamtumikia huyu Mungu tunapata baraka katika maisha yetu. Tunapoomba mahitaji yetu, Mungu ni vyema anatusikia, na pia Mungu anaweza kutujibu maombi yetu. Na hiyo basi ndiyo kauli yake kiongozi aliyeweza kuhudhuria mafundisho haya, ya kwamba kijana anapokuwa katika utumishi anapata baraka, na katika ule upande wa pili ni uzima wa milele. Na wewe kama kiongozi unaambiaje vijana wa jumuiya ya Marafa kuhusu ambao hawakuweza kuhudhuria kongamano hili? Kwa wale ambao hawakuweza kuhudhuria mafundisho haya, mimi kama kiongozi wa jumuiya hii ningependa kuomba kwa kuwa imekuwa kuna sababu ambazo haziwezi kuepukika, lakini pia mafundisho yetu bado yanaendelea, hata mwezi wa 8 tuko nayo. Kwa hivyo wajitahidi angalau waje wapate kitu ambacho kitawasaidia katika maisha yao, katika maisha ya ujana wao. Na kiongozi anawahimiza vijana wakaweze kujitokeza kwa wingi katika mafundisho, na hata kama wale ambao wamekosa mafundisho haya, yanatarajiwa kuwa mafundisho mengine mwezi wa 8 katika kanisa la Mawazo Baptist. Hivyo basi wakaweze kujitokeza kwa wingi kuendeleza kazi ya Mungu. Na hizo basi ndizo kauli mbalimbali kutoka kwa baadhi ya vijana walioweza kuhudhuria kongamano hili. Narudisha kwako studioni Bwana Shukrani James, langu jina ni Apostle Head Foketa, nikiripoti ya runinga ya Mawaz TV. Asante sana mwenzangu Bwana Apostle Head Foketa, na hiyo ndio kauli yake wanahabari wetu Bwana Apostle Head Foketa aliyotokita kambi katika maeneo hayo akijuza jinsi hali ilivyo. Tukiendelea ni kwamba mchungaji vijana anawapongeza vijana kwa kutokeza kwa mafundisho hii, baada ya mchungaji huyo kugundua kwamba vijana wengi kutoka kimaadili na kujiingiza katika anasa za dunia. Jambo hilo limeonekana kupongezwa na naibu Bwana Mwagandi ambaye ndiye naibu mkuu katika jumuiya hii ya Marafa, akisema kwamba mafundisho haya yatasaidia vijana kuepukana na tabia hasi. Hatimaye kongamano lingine lilikuwa kufanyika mwezi Agosti mwaka 2028 katika kanisa kuu la Mawazo Baptist. Aidha, mchungaji James amehimiza vijana kujitokeza kwa wingi kwa kongamano hilo. Mtazamaji, kilicho na mwanzo siku zote hakikosi mwisho, kama alivyolonga walongi hapo enzi za mababu zetu. Na malizia nikisema kwamba huwezi pata kivuli kilichonyoka kwenye mti uliojipinda. Tafakari ya babu. Kwa habari zaidi unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram @MawazoTV, Twitter, TikTok au katika kurasa za barua pepe www.mawazotv.co.ke. Na utakia kipindi chema.